Amara anahisi pengine hizi ndo anatumia shetani kumharibu binti yake mazee. Mzee akaja kuzichoma moto zote nje, anaamini akifanya hivi tu shetani na mambo yake yote atamwacha mwanaye. Elliot na Amara wakawa na enjoy tu mtu wangu, wanacheza magame pamoja, basi furaha ilikuwa kubwa mno. Mida fulani hivi ya usiku, Elliot akataka kujua kwa nini Amara anajiuza mazee. Amara akasema hajiuzi, na maanisha kuna kazi nyingi tu za kufanya. Amara akasema kama unatokea familia kama yangu, utaelewa kuwa hakuna fursa nyingi kwa watu kama sisi. Nataka kuishi, niwe na maisha mazuri. Mama yako yuko wapi? Amara akasema amekufa, alikufa siku nazaliwa. Mimi ni mmoja wa watu ambao hawajapata upendo wa mama kabisa. Nina picha zake tu. Huku mzee alikuwa analia na mke wake tu kwenye picha. Anasema najua nilikuahidi kuwa nitamlea huyu msichana vizuri. Nilikuahidi atakuwa mtu mkubwa, lakini nimekufelisha mke wangu. Nimejaribu. Huku Amara anasema kuna muda anajiuliza mama yangu angekuwa hai, mambo angekuwa tofauti kweli? Kwa sababu nahisi ningekuwa na maisha tofauti. Kuna maongezi ambayo siwezi kuongea na mzee. Inaumiza sana. Nafikiri mzee kapambana sana hadi hapa, lakini sio kwa viwango vya mama. Upande wa pili mzee akasema aliweka ahadi ambayo ameshindwa kuitimiza kabisa. Amepambana sana lakini kashindwa naambiwa. Akasema naomba unisamehe tu mke wangu. Akamuomba msamaha mke wake mazee. Sasa Elliot akabaki kuwa faraja pekee ya Amara. Mchizi ameamua kulia naye mazee. Noma sana hii. Baada ya michafuano ya kutosha wikendi, hatimaye Elliot akamrudisha nyumbani Amara. Lakini Amara akamsisitiza sana asifike nyumbani na nini, maana anaujua moto wa mzee wake. Lakini mwana akaomba kama vipi aende akaonane na mzee Amos tu, maana na yeye ni baba yake. Walipofika tu wakakutana na mzee ndo anatoka. Hacheki na mtu yoyote yani. Amenuna vibaya mno. Amara alipomsalimia mzee akajifanya hawajui. Mimi sina mtoto, unaniitaje baba? Baba acha, habari ya asubuhi. Elliot naye akamsalimia mzee. Mzee akashangaa. Hawa ni kina nani tena? Niwasaidieje? Naenda kazini. Nikirudi sitaki niwakute nyumbani kwangu. Mzee akawa ametembea mazee. Yuko serious kabisa na hii kazi. Mzee alipotoka, Amara akakuta nguo zake zimechomwa moto. Ikabidi awahi kutazama ndani zingine kama zipo na nini. Maana inawezekana zimechomwa zote unaambiwa. Alipofika sebleni, akakutana na majibu ya hospitali ya mzee yapo mezani tu. Amara akashtuka mazee. Hii ilimuumiza kishenzi Amara. Amara aliposoma matokeo ya hospitali yalimuumiza kishenzi unaambiwa. Baada ya muda mzee akarudi. Akahisi pengine Amara ameondoka hapa, lakini Amara alikuwa zake jikoni tu ametulizana. Yani mzee alipomkuta alifoka kishenzi yani. Mzee wakati anaongea kwa jazba akapata mshtuko wa moyo. Ikabidi Amara amsaidie sasa hapa. Mzee akasema, Amara unataka kuniua. Nawezeje kukuua wakati ndo ndugu pekee ambaye ni naye duniani? Amara akasema ameona majibu yake ya hospitali. Wamekuambiaje? Mzee akasema ameambiwa apumzike tu na atumie dawa. Hizo dawa ziko wapi? Zina gharama sana. Pesa pekee nilionayo ni ile ya mikopo. Amara akabeba majukumu ya mzee, kwa hiyo kuanzia leo atapita kukusanya pesa zote mwenyewe ili mzee apumzike tu. Noma sana hii. Elliot na Amara penzi likazidi kukolewa unaambiwa. Kutoka kuwa burudani ya weekendi hadi penzi kamili. Queen halipendi kishenzi ili penzi unaambiwa. Hasa akiwaona anachati na wanaenjoy tu hapa. Anaamini ni uchawi sio kawaida hii. Yani kaka yake anaenda kumpenda mtu wa mtaani. Amara akawa anampambania sana mzee wake, lakini muda wote Amara alikuwa busy na simu tu anachati na Elliot. Kuna namna kama mtu ameandikiwa kuwa mpenzi wako, basi hautumii nguvu nyingi sana kumpata. Si mnaona penzi la Elliot na Amara lilipotokea Ni simple tu. Kitu kishatengenezwa, yani chemistry chap chap. Ukilazimisha sana ujue hapo sio penzini kwako. Nikwambie tu ukweli. Mzee akasema kama unachati na yule jamaa mwenye gari umeisha. Lazima anatafuta wasichana ili awatoe kafara tu. Basi Amara alikuwa anaelewa. Penzi lishakolea kitambo tu. Siku iliyofuata Amara akasindikizwa na Elliot kukusanya pesa za madeni. Wakaja hadi ofisini kwa Mama Joy na nini. Amara alipofika kaulizia pesa tu, lakini Mama Joy akamfikishia maneno. Ni wewe huyu? Angalia ulivyobadilika. Inaonekana umepata tajiri Hatimaye upuuzi wako umelipa sasa. Mama Joy, naomba pesa unaodaiwa na mzee wangu ili mimi niondoke hapa. Subiri, nimesikia mzee wako anaumwa. Nasikia ni shinikizo la damu. Maskini. Hatimaye umempa baba yako huo ugonjwa. Haya maneno yalimuumiza kishenzi Amara. Akaondoka bila hata hiyo pesa mazee. Akaja na hasira kishenzi kwenye gari. Akasema, yani kila mtu anamlaumu kuhusu hali ya mzee wake. Elliot akasema watapambana kuhakikisha mzee wake anakuwa sawa mazee. Basi bana, siku nyingine tena Elliot akaja kumtembelea Amara. Licha ya kuongea masaa mawili yaliyopita, lakini bado wana misiano unaambiwa. Wakiwa nje, mzee si akawaona. Wakashtuka wanamwagiwa maji. Mzee apendi ushenzi kabisa. Kwa sababu baba yako naumwa, umeigeuza nyumba yangu ya kufanyia uasherati, si ndio? Unawaleta wapenzi wako wapuuzi nyumbani kwangu. Amara akajitetea sana pale na nini. Mwisho mzee akamtaka Elliot akae mbali kabisa na mwanae. Hataki kabisa mwanae achezewe mazee. Elliot akasema hana nia ya kumchezea. Anajaribu kumjua ili mambo mengine yafuate. Mzee akasema haya ni maneno ya mwanaume mgonjwa. Kaa mbali na mwanangu, la sivyo nitakulaani.
Mzee akawa amesepa mazee. Elliot mawazo akawa mengi mno, anateseka kishenzi kukaa mbali na Amara. Alikuwa ashaanza kumzoea mazee. Muda wote Amara akawa anapiga simu tu, lakini Elliot anaitazama tu apokei. Anakumbuka maneno ya mwisho aliambiwa na mzee wake Amara. Upande wa pili kwa Amara hali yake sio nzuri, anajisikia kuumwa na kutapika kwa wingi unaambiwa. Kweli bana, baada ya vipimo ikagundulika bibia na ujauzito. Alimpigia simu sana Elliot, lakini mchizi haokoti. Noma sana hii. Ikabidi amtumie voice note tu. Akasema, Elliot, kuna tatizo, nina mimba, nina uhakika nimepima, tafadhali nipigie, sijui nini cha kufanya, nimechanganyikiwa. Alipomaliza tu kutuma ile voice note, akamuona mzee wake aisee, amesikia kila kitu mazee. Hey, pale mzee akaenda chini. Elliot alipopata ule ujumbe wa Amara akaja kumtafuta hapa nyumbani kwao. Muda wote alikuwa anapiga simu tu lakini haipokelewi. Kumbe Amara aliacha simu yake wakati anamsaidia mzee wake mazee. Sasa atampataje? Elliot haelewi kwa nini simu ya Amara iko hapa na yeye yupo wapi mazee. Alitafuta sana lakini kimya. Alimtafuta kila mahali, haelewi nini kinaendelea. Mzee wake hayupo nyumbani, Amara pia hayupo, kaiacha simu hapa. Watakuwa wapi? Mchizi akajilaumu kinoma, akasema bora angepokea tu simu zake. Kumbe kuna namna unaweza kujilaumu kuwa kwa nini ukupokea simu ya mtu. Niwaambie tu kwamba muhakikishe mnapokea simu za watu hamwezi kujua wanawapigia kwa nini. Elliot alikaa hapa hadi usiku mazee. Baada ya muda Amara akarudi analia vibaya mno. Mchizi akashtuka kumuona Amara yuko kwenye hii hali. Amara akasema mzee wake alipata mshtuko wa moyo baada ya kusikia tu ana mimba. Akampeleka hospitali lakini bahati mbaya akafariki. Amara alilia kishenzi mazee. Yaani huyu ndo ndugu yake pekee aliyekuwa naye duniani, naye ametoweka unaambiwa. Hana ndugu mwingine tena kwenye hii dunia. Alilia kishenzi unaambiwa. Amara ana maumivu makali mno. Amara aliomba sana msamaha kwa mzee wake, maana yeye ndo kasababisha apoteze maisha. Kama isingekuwa tabia zake, pengine angekuepo hadi sasa hivi. Alilia kishenzi bibie. Akarudisha kumbukumbu ambazo mzee wake alikuwa akimuonya na kumkataza asifanye, lakini binti yake hakuwa anasikia kabisa. Leo anajutia matendo yake. Kuna namna unaweza kuambia usifanye kitu halafu ukakoma nacho. Elliot hakuacha kuja kumuona na kumletea chakula Amara, maana anapitia kipindi kigumu sana kwa sasa. Elliot akaahidi kuwa atakuwa naye wakati wote aisee. Hali ya Amara ikazidi kuwa mbaya mno, na kila mtu alikuwa anamsema kuwa yeye ndo kamuoa mzee wake. Wanamuona ni mtoto wa hovyo mno, wanamzomea kwa kila kitu alichokifanya. Hili linazidi kumpa majeraha mazito Amara moyoni. Basi bana, machozi yakawa rafiki mkubwa wa mashavu yake, muda wote ni kulia tu. Hadi hivi sasa najuta kwa nini anapitia mazito hivi. Licha yote anayopitia, Elliot hakuacha kumpigia, lakini bibi hawezi kuongea, analia tu. Kilio kilikuwa ni kikubwa mno mazee. Sasa kutokana na hali anayopitia Amara, Elliot ikabidi aje kumchukua ili akaishi naye nyumbani kwake, maana akiendelea kubaki hapa peke yake anaweza kuchukua maamuzi magumu na mazito unaambiwa. Hofu ya Amara ni Queen, maana Queen hampendi kishenzi. Anawezaje kuishi na Queen sasa? Lakini Elliot akasema kwa sasa yuko vizuri na anamsubiria kwa hamu sana. Sasa walipofika nyumbani, Queen hakuwa na shida naye kabisa. Akamkumbatia kuonyesha kuwa hawana tofauti kabisa kwa sasa. Akamkaribisha kae naye hapa nyumbani mazee, maana kama haitoshi amembeba ndugu yake tumboni. Baada ya miezi 5 kupita, Elliot akaamua kumvisha pete Amara. Akaongea maneno mengi mno, lakini lengo lake kubwa anataka Amara awe mke wake mazee. Amara hakuwa na namna, akawa amekubali. Kwa hiyo kidole chake kwa sasa kipo tayari kuvishwa pete, na mwana kupoteza muda akaweka pete kidoleni kwa Amara. Noma sana hii. Sasa movie ya leo imeishia hapa. Sawa simeridhika ndugu zangu. Yaani movie imeishia hapa. Penzi jipya likazaliwa kati ya Amara na Elliot, na Queen naye kamkubali Amara. Wanaishi wote hapa. Haya tukutane wakati mwingine ndugu zangu. Filamu inaitwa Under His Roof. Mimi naitwa Rio. Muitazame tamthilia yangu mpya ya Jeraha. Itakuwa inaruka pale Nyotaflix. Nadhani kwa kipindi chote ambacho tumeishi pamoja, huu ndo wakati sahihi wa kuanzisha familia. Tufanye nimebeba hiyo mimba nikazaa, alafu ni nani ambaye ataleta pesa humu ndani? Shika hela uende sokoni ukanunue mahitaji yote ambayo hayapo hapa nyumbani. Kwa hiyo umenigeuza kuwa mwanamke wa hii familia. Sasa una tofauti gani na mwanamke? Sifa gani ambayo wewe tungeizungumza pale inakustahili? Labda kama usingekuwa na kazi. Naona sasa umeanza kuvuka mipaka, na ukiendelea kuwa hivyo, acha Mungu na kuapia utakuwa huli humu ndani. Sasa unawezaje kuandaa chai yako kwa peke yako wakati unajua tunaishi wawili humu ndani? Vingo vya chai vipo, vitafunwa vipo. Sasa kinashindikana nini wewe kupika chai yako tu? Hivi unajielewa kweli mwanangu wewe? Filamu inaanzia mwanzoni mwa mwaka 2000 kwenye jiji la Abuja nchini Nigeria. Tunaonyesha huyu mchezi anaitwa Bina.
alikuwaga na mpenzi wake mmoja anaitwa Priscilla. Walikuwa wanapendana sana mazee, kiasi kwamba Priscilla alikuwa tayari kuiba pesa nyumbani kwao ili ampatie Obina. Sauti nzuri. Hata wewe pia.